Yapo kila mmoja yuko poa. Wewe ambaye unanisikiliza hapa. Nataka kushare ujumbe kidogo hapa, neno la Mungu. Kwanza naweza kusema shetani ni muongo sana. Shetani ni muongo, ni baba wa uongo sana. Kusoma Yohana 8:44 unasema, ninyi ni wa baba yenu, natazama na tamaa za baba yenu ndizo mnazotaka. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa sababu hamna kweli ndani yake. Asemapo uongo, kusema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo, naye ni baba wa huo. Kwa hiyo shetani ni baba wa uongo. Baba wa uongo. Usikubali kuhubiriwa naye. So, anaweza kukuhubiria kitu cha ajabu sana. Akakutoa kabisa kwenye reli. Akakutoa kabisa kwenye njia ambayo ilikuwa sahihi, ulikutoa. Sio sahihi. So, Roho Mtakatifu atusaidie sana. So, na kisa kimoja hapa nataka nikizungumzia ambacho na mtu mmoja imani yake inaweza kupona. Inawezekana naye alikuwa miongoni mwa hawa na akarudi. So, kuna naye mmoja nimekutana naye. Alikuwa anasikiliza gospel. So, kwa sababu anasikiliza gospel akajua. Akaniuliza gospel kama 300 hivi. Akaniambia mimi naweza kama zaidi ya 500. Nikasema wow. Safi. Sasa akasema unajua Biblia sijui hivi na hivi inasema hivi. Nikamwambia shida nini? Umeokoka? Ndio nimeokoka mwaka wa 4 huu. Nikashtuka. Fulani. Basi endelea pale kupiga story. Akanambia mimi na maswali waga najiuliza nayo kama nani. Swali tena nahusu nini? Akamwambia hivi, wewe Yesu ni nani? Nikamwambia Yesu ni Mungu. Akamwambia Yesu. Nikampa some scriptures ambazo zinaonyesha Yesu ni Mungu. Lakini yule bwana alikuwa mbishi. So kama kuna na yupo mtu wa namna hii, soma Biblia yako. So jamaa ameokoka miaka 4, lakini anakuja kuniuliza swali namna hii. Ananiambia na wewe unaamini Yesu? Nikamwambia ndio Yesu ni Mungu. Akasema Biblia inasema hivi, sisi tulifundishwa ukiona bwana ndogo ndio Yesu, bwana kubwa ndio Mungu. Nikamwambia okay, ndio mlifundishwa hivi, nimewezeshwa kanisani. Nikamwambia Yesu ni Mungu. Ukisoma Yohana 10:30 inasema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba tu umoja, Yohana 10:30. Soma Biblia yako. Pia kusoma Yohana 20:28 inasema Toma akajibu akamwambia Bwana Mungu, Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana wangu na Mungu wangu. Amjibu Yesu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Wakolosai 2 kwa mstari wa 9 anasema maana katika unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. So Yesu ni Mungu alizishwa kwa jinsi ya mwili. So watu wengi majibu na maswali yao yanaanzia hapa. Mbona Yesu alikuwa mwanadamu? Alizaliwa? Si nini? Mungu akufa? Si nini? Mungu anakufa? No. Shetani asikuhubirie. Shetani mshirika sana katika sekta hiyo. Na yuko very technical. So jamaa baada ya mimi kwenda naye taratibu kwa sababu kuna sehemu kama hivi. So kwa sababu tulikuwa pamoja, so nikana anambia hivyo. So baadaye jana ni leo akaniambia leo sana muda kumbe nimegundua shetani anaweza akakuhubiria maswali ya ajabu ili kusudi tu umkufuru Mungu. I was like, ambia Mungu akusaidie sana. Umeokoka miaka 4.
So ulimkiri nani? You don't know about Jesus. You don't know about Christ. You don't know about Jesus is Lord. Kaambia Yesu ni Mungu. Soma Isaya 9:6 anasema ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. So kwa wewe ambao unasoma Biblia, huwezi yani ukisoma mistari kama hii hapa, huwezi kuhubiriwa maneno kama haya. So mtu yote ambaye yani adui yuko very technical kuhubiri injili naye uongo. Tulia wewe unajua no. Say no, I believe in Jesus Christ. Jesus is the Lord. Yes. Jesus is our savior, our provider. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu. Alikirimiwa jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo. Na kila atakayeliita hilo jina ataokolewa. So sio rahisi mtu kukubali Yesu ni Mungu. Wanaona wengi ambao wanajana kubali hizi. Yesu anazo nguvu la Mungu. Mungu na muamini Mungu. They don't say they believe in Jesus. Jesus is the Lord. Believe it. Read your Bible. Read your Bible. Read your Bible. Read your Bible. Anasema jina lake laitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Lakini pia kuna mstari mzuri sana ambao Yesu alikuwa na wanafunzi wake akawa anawaambia, mimi ndimi njia ya uzima. Kuna atakayefika kwa Baba, atakayemuona Baba bila kupitia kwa mimi. Ukisoma Yohana 14 mstari ule kuanzia wa 8, Filipo tunaona anamuuliza akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? So it means what? Yeye ndio alikuwa Baba mwenyewe. So wao hawakumjua, lakini akawathibitisha kwamba mimi ni pamoja nanyi siku hizi zote, msinijue. Wewe usinijue Filipo? Aliniona mimi amemwona Baba, basi wewe wasemaje utuoneshe Baba? Kwa shetani asikubilie vitu. Kwanza Yesu Kristo nani? Kwanza mbona alikuwa mwanadamu? Mungu hajawahi kufa. Mungu hawezi kufanya. No, alikufa na alifufuka. So believe in Jesus Christ. Jesus is the Lord. So tunaona hata baada ya kufufuka, Yohana aliyekuwa analala kifuani pake alipokuwa katika vile la kibinadamu, alikutana naye lakini hakumjua. Kwa nini? Hata hakuweza kumtazama. Kwa nini? Alikuwa amejawa. Alikuwa katika vazi lake. So Jesus is the Lord. Praise Jesus. Praise Jesus. Bali shetani akubilie. So kama na wewe unajiuliza maswali kama hayo, yes, na umeokoka, sio biblia, ielewe, omba msaada wa Roho Mtakatifu akufundishe. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Mungu alibariki neno lake in Jesus name.